Nafurahia uwepo wako, nakili na kupenda sana. Sehemu ya 7 tunaanza pale tulipoishia. Kwa nini unasema hivyo? Huzani kama utakuja kwangu. Ina maana unataka uniache ama unamaanisha nini? Ama unamaanisha nini? Ina maana unataka uniache ama unamaanisha nini? Na kusikiliza ulichoniitia, alisema Albert. Albert, umebadilika. Umebadilika sana. Umebadilika mno mpenzi wangu. Niambie shida nini hani? Shida nini kipenzi cha moyo wangu? Unajua nakupenda sana. Na haya mambo unayoyafanya yananumiza sana moyo wangu. Naomba ubadilike tabia zako, Albert. Najua una mke ila na mimi pia nipo. Naomba unijali basi hata kidogo. Albert akashusha pumzi na kusema ndio maana leo nimekuja kwa sababu nahitaji tumalize haya mambo vizuri. Sawa hani, nakusikiliza. Aliongea Flora huku anafuta machozi machoni kwake. Albert akasema, Flora, bila shaka unajua kuwa wewe una nafasi ya pili katika moyo wangu. Kuna nafasi ya kwanza inashikiliwa na mke wangu. Kuna kipindi mke wangu alikuwa anayumba sana kitabia zake. Alikuwa anayumba sana kitabia zake. Sikuwa na amani, sikuwa na furaha, hata wewe ni shahidi. Kilichokuwa kinaniweka kwa mke wangu ni upendo wangu kwake tu, ila sikuwa na amani hata kidogo. Na mwisho niliwaza bora nimwache kwa sababu kadri siku zinavyozidi kwenda nilikuwa nakosa raha kabisa. Ndiyo najua, alisema Flora. Nashukuru kwa kujua. Sasa sijui ni malaika gani wa heri aliyempitia mke wangu. Ila kwa sasa hivi mke wangu kabadilika sana. Amekuwa mke anayejielewa. Mke ambaye hataki kuvunja ndoa yake kwa mikono yake yeye mwenyewe. Mke ambaye anajijua yeye ni mke na anatakiwa ishi vipi na mume wake. Sasa mimi kama mwanaume ambaye nilikuwa na upendo mkubwa sana na mke wangu, kilichokuwa kinaniumiza ni tabia tu za mke wangu. Na sasa hivi kabadilika tabia zake. Unahisi kuna sababu tena ya kumwacha mke wangu? Flora alishtuka sana baada ya Albert kusema hivyo. Alafu akauliza, unamaanisha nini kusema hivyo Albert? Namaanisha kwa sasa hivi mawazo ya kumwacha mke wangu hayapo. Nampenda sana na sipo tayari kuwa mbali naye. Kwa hiyo mimi nitaendelea kuwa mwanamke wako wa nje kila siku. Sihitaji uwe mwanamke wa nje, ila unataka kunioa niwe mke wako wa pili. Ingekuwa dini yetu inaruhusu hayo ningekuoa mke wa pili, ila hata wewe unajua sheria ya dini zetu. Ukishaoa mmoja basi ndio huyo huyo. Sijakuelewa unataka kusema kitu gani? Aliuliza Flora huku anamwangalia Albert. Flora, anahitaji tuachane. Unasemaje Albert? Naomba tuachane mami. Nisamee sana, nilikupa ahadi nyingi sana za kukuoa nikishaachana na mke wangu. Lakini sasa sioni dalili za kuachana na huyu mwanamke. Sasa kuliko kukupa ahadi hewa ni heri tuachane uende zako. Hapana Albert, hapana jamani. Hapana, usinifanyie hivyo mwenzako. Naomba usinifanyie hivyo. Samahani sana Flora wangu, lakini sina cha kufanya kingine. Naomba uendelee na maisha yako. Mimi na wewe acha baki kuwa historia. Albert, hapana jamani. Mimi nakupenda mwenzio. Albert hakujibu kitu, akafungua mlango na kuondoka zake. Huku nyuma ilifuata mvua ya kilio kwa Flora. Alilia sana, lakini Albert alienda. Siku ya pili dada yake Flora alifika nyumbani kwa Flora na kumkuta akiwa yupo vibaya sana, analia tu. Chumbani kupo hovyo kweli kweli. Alianza kumbembeleza ili asilie na awe poa, ila Flora alikuwa analalamika sana. Dada Winnie, nini ambacho sijamfanyia Albert? Kumpenda kote kule, haya ndio malipo aliyoamua kunilipa. Nampenda sana, lakini mwenzangu ananifanyia hivi. Flora, wanaume za watu ndivyo walivyo. Mwanaume akishakuwa mume wa mtu, kamwe sio mtu wa kumwamini hata kidogo. Mara nyingi upendo wao unakuaga kwa wake zao. Wakigombana na wake zao ndio wanatafuta mwanamke wa nje na kumdanganya. Anampenda sana kuliko anavyompenda mkewe. Na ahadi nyingi sana atakupa. Ila siku akielewana na mkewe, anasahau kila kitu alichokuahidi na anarudi kwa mkewe. Ni kweli dada Winnie unachokisema. Ahadi zote alizonipa Albert, lakini leo kaniacha. Kaniacha kisa mkewe amebadilika na amekuwa na tabia nzuri. Maisha yaliendelea na mapenzi ya Albert na Gile yalizidi kupamba moto siku hadi siku. Ujauzito wa Gile ukawa mkubwa na sasa akawa anakaribia kujifungua. Mdogo wake Albert anaitwa Angel akaenda kuwatembelea kaka yake na wifi yake. Alikuwa yupo chuo nchini Uingereza, hivyo baada ya kurudi akaenda kuwasalimia na wao. Mamake Gile akaenda nyumbani kwa binti yake kwa ajili ya kumwangalizia kujifungua, huku Albert akimsihi mamake naye aweze kufika katika kumpokea mjukuu wake wa kwanza, aweke tofauti pembeni na aje kwa ajili ya mjukuu wake. Bado moyo wa huyu mama haukuwa umekunjuka, bado alikuwa na kinyongo, akasema atafika siku ambayo Gile atajifungua. Siku moja Flora alienda kwa dada yake Winnie kumtembelea. Winnie alifurahi sana baada ya kumuona mdogo wake. Akamwambia sasa hivi biashara zinambana sana mpaka anashindwa kwenda kumuona mdogo wake. Flora akasema anajua dada yake yupo busy sana na ndio maana yeye ameenda kumsalimia. Winnie akauliza, niambie Albert anasemaje? Albert ndio vile vile hakuwahi kufikiria kurudi kwangu tena. Jamani, kwa nini? Aliuliza Winnie. Ndio hivyo, yupo kwa mkewe na sasa hivi mkewe mjamzito, basi ndio hana muda na mtu mwingine, maana alikuwa na hamu sana ya kupata mtoto.
Kumbe alikuwa na hamu ya kupata mtoto? Aliuliza Winnie. Ndio, alikuwa na hamu sana ya kuzaliwa mtoto. Sasa kwa nini hukuzaa wewe wa kwanza? Maana huenda ungembebea ujauzito, labda angemwacha mkewe na kukuoa wewe, mwanamke uliyebeba kiumbe chake tumboni. Hapana dada, mimi siwezi kuzaa. Kwa nini huwezi kuzaa? Aliuliza Winnie. Siwezi kuzaa mimi, nitaharibu ujana wangu. Hivi nikuulize swali? Alisema Winnie. Sawa, niulize. Wewe kweli ulikuwa unampenda Albert? Flora akacheka kidogo na kujibu swali la dada yake. Kusema ukweli, sikuwahi kumpenda Albert, bali nilikuwa napenda pesa zake. Na nilikuwa nataka nioe kwa sababu Albert ni tajiri sana, hivyo angenioa ningeishi maisha ya kimalkia sana. Makubwa. Kwa hiyo kulia kote kule kipindi kile alivyokuacha, kumbe ulikuwa humpendi. Nilikuwa nalia sio kwa sababu nampenda, bali nilikuwa nalia kwa sababu niliwekeza muda wangu mwingi kwake. Alafu matokeo yake sikufanikiwa lengo langu. Kweli kazi ipo, alisema Winnie. Siku ya kujifungua Gile ikafika bana, na akaenda hospitali. Huko alifanikiwa kujifungua mtoto wa kiume. Ilikuwa ni bonge moja la furaha sana. Mdogo wake Albert akampigia simu mama yake na kumjulisha wifi yake ameshajifungua. Mama yake Albert na mumewe wakaenda kwa ajili ya kumuona huyo mjukuu wao. Ilikuwa ni furaha kubwa sana nyumbani kwa Albert. Gile aliwapokea vizuri sana wakwe zake, japo mama yake mkwe hakuwa na furaha sana. Karibuni sana baba na mama. Tushakaribia binti yangu, alijibu baba. Shikamoo baba. Marahaba mwanangu. Pole sana na hongera sana kwa kutuongezea familia. Asante sana baba. Shikamoo mama. Marahaba. Wazazi wa Albert walikaa nyumbani kwa Albert kwa muda wa wiki moja. Mama yake Albert aliweza kuona mabadiliko makubwa sana kwa Gile, mpaka akashangaa sana na kumuuliza mwanae, "Mkeo mbona kabadilika sana?" Albert akafurahi sana na kumwambia mama yake, "Ni kweli mama, mke wangu sasa hivi kabadilika sana. Amekuwa mke mwema sana." Wazazi wa Albert wakaondoka baada ya hiyo wiki moja. Wao ndo waliotoa jina la mtoto na kumuita Genius. Sasa usiku mmoja mama Gile alimwambia mwanae ana maongezi naye. Gile akawa anamsikiliza mama yake alichokuwa anataka kumwambia. Mama yake Gile akasema kuwa anahitaji 300,000 kwa mume wa Gile, hivyo amuombe hiyo pesa. Gile akashtuka sana na kumwambia mama yake, "Hivi mama, huoni mume wangu katumia gharama kubwa sana katika mambo ya kujifungua kwangu? Hata hajapumzika unataka tena 300,000 wakati juzi tu hapa katoka kukupa 200,000. Kelele." Aliongea mama yake Gile na kumwambia, "Unazionea ubahili, hizo pesa ni zako? Sio zangu, lakini ni za mume wangu, na sasa hivi analalamika hana pesa. Sasa siwezi nikaenda kumuomba 300,000 wakati kila siku analalamika hana pesa. Lazima ukaniombee hizo pesa, utake ustaki." "Hapana mama, hiyo sio sawa." "Ndio nishasema sasa. Mtoto una roho mbaya kama kitu gani?" Akaondoka zake mama Gile na kumwacha Gile akiwa na mawazo sana. Asubuhi mama Gile alionekana akiongea na mumewe. Alikuwa anamuelezea kuhusu Gile kugoma kumuomba pesa mume wake. Babake Gile naye akaanza kulalamika kuwa Gile ana roho mbaya sana. Ila mama Gile akasema lazima ataitoa tu hiyo pesa, na ikishindikana ataenda kuiomba mwenyewe kwa Albert. Wiki ikapita ila Gile hakuomba pesa kwa mumewe kwa ajili ya mama yake. Mama yake hakuacha kumlalamikia kuwa ana roho mbaya. Mtoto una roho ya korosho wewe, sijapata kuona. Sisi tu wazazi wako unatufanyia hivyo. Watu baki itakuwaje? "Mama lakini mnataka mume wangu, mama lakini mnatakiwa muwe na shukrani. Mume wangu sasa hivi ana majukumu mengi sana. Mumpumzishe basi kumuomba hela mara kwa mara. Kwa hiyo sisi hatuna shukrani." "Wewe naona sasa unanipanda kichwani. Subiri sasa," aliongea mama Gile na kuondoka zake. Siku moja ya Jumapili Albert alikuwa yupo zake nyumbani. Simu yake alikuwa nayo mkewe anaichezea. Mara ikaingia ujumbe kwenye upande wa message za kawaida. Ujumbe ule ulikuwa unatoka kwa Flora. Alikuwa anasema, "Albert my darling, nimekumisi sana. Muda mrefu umepita tangu utake tuachane. Ila mwenzio bado moyo wangu hautaki kukubaliana na hilo swala kwa sababu nakupenda sana. Nakupenda mno Albert, na namaanisha ninachokisema. Na tangu tuanze mahusiano nilikwambia nakupenda sana na sikuwahi hata siku moja kuacha kukupenda. Na wewe uliniambia unanipenda sana na uliniahidi utamwacha mkeo na kunioa mimi. Sasa mbona umebadilika kipenzi? Mbona umesahau ahadi yako? Mbona unanifanyia hivi? Naomba utambue nakupenda sana na siwezi kuwa na mwingine zaidi yako. Please, naomba nifikirie." Gile alishangaa sana na akashindwa kuvumilia. Akainuka na kumpelekea Albert message yake aweze kuisoma.
Albert alijua ni message tu ya kawaida. Baada ya kuichukua na kusoma alishtuka sana. Mkewe alikuwa amesimama kando yake anamwangalia tu. Akaanza kujitetea Albert kuwa huyu mwanamke alikuwa naye kwenye mahusiano ila wameshaachana. Ila sasa mwanamke bado haja move on. Hajakubali matokeo. Kabla Gile hajasema chochote, akatokea mama yake na kumwambia Albert kuwa ana shida na pesa shilingi 500,000. Gile akashangaa sana na kubaki kimya, lakini moyoni alikuwa anajisikia hasira sana. Albert akajibu kwa unyenyekevu, sawa mama, nitakupatia. Mama Gile akarudi chumbani kwake. Gile akamfuata na kumwambia, mama, tabia yako sijaipenda hata kidogo. Kwa nini unafanya hivi mama angu? Kwa nini? Mama yake Gile akamwambia, koma we mtoto. Naona unajisahau, ulikuja hapa kwenye hii nyumba kwa ajili ya kazi gani? Tena naomba niache kama nilivyo. Nilikwambia ukaniombee pesa kwa mumeo, ukagoma. Nimeenda mwenyewe kuomba pesa, sasa hivi unakuja unanipandishia sauti. Koma. Tena ukome, mtoto wa kiki. Hii ni sehemu ya 7.